Yes, bwana mambo vipi mtu wangu wa nguvu ambaye umekuwa na sisi kila day. Hii ni mkasa ya Wide Media na mtangazaji wako mimi J Smart present official JJ. Sasa leo katika mkasa bana tumewatembelea wenetu wa Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro ili kuweza kuja kujua mikasa yao ambayo imekuwa imetokea katika vipindi vyao vya maisha, na tupo na mwenetu hapa ambaye yeye ana mkasa wake ambao amekutana nao katika maisha yake ambayo amekuwa akiishi, na leo yupo na Wide Media ili kuweza kutusimulia mkasa wake, ni jambo gani ambalo amewahi kulipitia mpaka leo akilikumbuka anasema sio poa. Bwana mambo vipi? Fresh kabisa, inakuwa kama kawa. Fresh kabisa. Aminia ndugu yangu. Tukitaka tukufahamu kwanza kwa majina unaitwa nani labda? Mimi kwa majina naitwa Musa Shangani, lakini pia nickname yangu naitwa Timjinkash Kashiboy, boy from TZ, you know me? Timjinkash Kashiboy, boy from TZ, you know me? Yes, I know you. Bwana sio poa. Sasa Timjinkash, katika mkasa tunataka tujue ni mkasa gani au tukio gani ambalo katika maisha yako uliwahi kupitia na mpaka leo hii unasema I say ile tukio sitokuja kulisahau kwenye maisha yangu. Ni jambo gani ambalo umewahi kupitia au una story gani ngumu ambayo umewahi kupitia katika maisha yako? By the way, unaweza kusema ni swala ambalo lilikuumiza kichwa sana katika kipindi hicho. Yani kwa upande wangu mimi naweza nikasema kama tukio au mkasa mkubwa ambao mimi nimewahi kupitia kwa sana wakati kutokana na kusafiri huko hapa. Unajua usisi kama wasomi kama unavyojua natoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Sasa kuna safari moja hivi nilikuwa natoka Mtwara mjini afu nenda Ruangwa. Ile ya Ruangwa kikazi. Ruangwa Lindi. Ruangwa Lindi hapa. Kwa hiyo kutokana na uchovu wa safari na pia yale ambayo niliokaibeba ilikuwa ni kidogo, sio nyingi sana, kwa hiyo itosha tu nauli ambayo nilibeba ile ambayo nauli ambayo nilibeba ni kama kutoka Mtwara mpaka Ruangwa. Kwa hiyo nikishuka labda Stefani nishuka Fuzeni sababu kuna gari ambazo zinaenda moja kwa moja hadi Ruangwa, lakini siku hiyo hapa mimi nilipata kidogo gari za kwenda Masasi. Kwa hiyo ikabidi nipande hiyo hapo ili nikifika kituo fulani kinaitwa Nanganga nishuke then acha kwenda Masasi na Ruangwa. Afu then niende Ruangwa. Kwa hiyo baada ya kufika pale ndo kama unavyojua uchovu wa safari, na pia mimi naweza kama saizi miongoni mwa vitu ambavyo ninajaribu kuviepuka sana ni kulala kwenye gari, kwa sababu kutokana na usingizi ambao nililala nikasababisha mpaka nikapitishwa kituo. Kwa hiyo nilibidi nishuke Nanganga, lakini kutokana na uchovu wa safari nikajikuta naamka nikiangalia hivi nakutana na vilima tu. Yani nikiangalia pembeni. Yani kifupi ulitakiwa ushuke Nanganga ili uweze kuchukua gari nyingine na uendelee na safari ya Ruangwa. So ukajikuta nishapitisha tayari. Nimeenda mpaka yani nazunduka kwenye usingizi ndo tayari nishafika Masasi. Na hapo tukumbuke kwamba kiasi cha pesa ulichokuwa nacho ni kidogo sana, yani ambacho nikishuka Nanganga pale nauli yake inakuwa ni 3000 mpaka uende wapi, uende Ruangwa. Kwa sasa kipindi kama ndo nimeshaingia tayari tayari nimeshaenda mpaka Masasi. Kwa Masasi nibita ni kwa gari nyingine nirudi huku mpaka Nanganga tena niko gari niende. Kwa hiyo na hela pia ukicheki sina, na nishaingia mji wa watu. Pia ukicheki mimi ndo mara ya kwanza naingia Masasi. Kwa mara ya kwanza Masasi. Na ulijuaje kwamba hapa nilipo ni Masasi? Nilijua kwa sababu baada ya kufika pale kwanza niliona mabango kama kuna loji moja inaitwa loji ya Masasi kama sikosani, ukifika tu kuna bonge la neno ni Masasi. Alafu na pia baada nilipozunduka nikamwambia konda mimi nililala hapa, nilipitia umenipisha kituo, mimi nilikuwa nashuka Nanganga. Dogo nimeukumbuka kweli, mbona sasa kwani mbona Nanganga umeshuka watu wengi sana? Nikamwambia mimi nimelala. Unachotaka kutuambia ni kwamba wakati unatakiwa ushuke Nanganga ili uelekee Ruangwa ni kwamba hata Nanganga penyewe ulikuwa bado upafahamu. Nanganga pia nilikuwa sifahamu pia. Na wewe ulikuwa unamtegemea konda akifika yeye ndo akakukumbusha anipe taarifa kama hapa ndo Nanganga. Sasa na bahati mbaya pia tumefika, na pia labda kama ile alisema hapa Nanganga, lakini mimi nililala usingizi. Kwa hiyo nikawa nimepitishwa pale mpaka nilipofika kule na hela haitoshi. Basi na konda na akasema si ndio hivyo ishapika na sasa hapo tushafika na hatuna hela kukupa. Kwa hiyo komea kwanza hapo. Bwana tupo na mkasa hapa na mwenetu anaitwa Timjinkash, a boy from TZ. Yes, a boy from TZ. Tupo kwenye mkasa. You know me?
Tupo na team Jinkash. Sasa tupo na mkasa wake ambao anatuelezea, lakini usisahau kwamba tupo na udhamini mkubwa kutokea Jinkash Film Production. Hawa ni wazalishaji wa movie ambao kwa sasa hivi wapo katika mchakato wa kuwatafuta watu wenye vipaji mbalimbali ambao wanaweza kuigiza. Kuna kitu kizuri ambacho wanakuandalieni nyinyi watazamaji wa film ya Jinkash Film Production. Kwa hiyo usisite kuwatafuta watu kama wewe una kipaji cha kuigiza, mdada, mkaka, wote wanawachukua. Kwa hiyo hivyo tupo na udhamini huu wa Jinkash Film Production. Hawa ni wazalishaji wa movie hapa Bongo. Ni watu wazuri sana ambao wamewatoa watu wakubwa sana katika filamu. Kina Majeleto, kina Musa Chielu, wote hao wametoka kwenye Jinkash Film Production. Tuendelee na mkasa wetu. Sasa baada ya kufika pale Masasi, na ukizingatia ya kwamba ni kwamba wewe kipato chako au pesa yako ambayo ulikuwa upo nayo kwa ajili ya nauli ndio hivyo ipo chache, na konda ambayo ulimwelekeza mkifika na Nganga kukumbushe na yeye ashapitiwa. Sasa baada hapo kikaendelea nini? Baada ya hapo mimi bidi tu nitakuwa tu Samaria Wema, yani ombe tu Samaria Wema wa maeneo yale pale. Nikamfuata brother mmoja hivi, tunajua pale watu wengi na tayari washajua kama wewe mwamba tayari yani amekwama. Kwa na hela sina, kwambia mimi hapa hela sina. Kwa hiyo mimi naomba tu kama kuna magari ambayo ndio na nifanyia tu iwezekanavyo ili nifike na Nganga, sababu mimi na hela tu ambayo kutoka na Nganga kwenda Luangwa. Kwa hiyo wenyewe makonda wenyewe wakaongea pale, wakanitafutia gari moja ambayo ilikuwa inageuza nayo, na ilikuwa gari ya jioni kabisa. Tena gari yenyewe ilikuwa imepata bidhaa, ile ilikuwa inachukua bidhaa, itabu ilijaza majuisi kibao. Kwa hiyo wakaniombea kwenye ile gari, nikapanda nikafika na Nganga. Sasa baada ya kufika na Nganga, bahati mbaya sasa muda wa magari nao ushaisha, yani sababu ilikuwa jioni, kutoka na Nganga kwenda Luangwa muda yameshakata. Kwa hapo ikibidi tu kuna option nyingine ni kuchukua bodaboda. Ana bodaboda pale mpaka Luangwa ni 15,000. Kwa hiyo na mimi ukicheki ndio hivi nilikuwa na 3,000. Sasa nitafanyeje? Na hapo ina maana Luangwa ulikuwa ushawahi kufika kwa mara ya kwanza au nayo ndio ulikuwa ni mgeni kabisa? Luangwa kwa mara ya kwanza nishawahi kufika, sababu nilikuwa ndo nakaa huko kidogo na kikazi. Kwa hiyo nasema tu ndo safari route kidogo ilibadilika kutokana na gari, nikalipa kosa gari za moja kwa moja kutoka Mtwara kwenda Luangwa. Kwa hiyo ikasasa kwa hii njia ya Nganga ndio mara ya kwanza kabisa napita. Kwa hiyo sasa ndo bodaboda ilibidi tunitafute bodaboda atupeleke hadi Luangwa, na mimi hela ndo kicheka itoshi. Lakini pia Mungu amtupe mja wake. Kuna mwamba pia alimwona amesimama pale, kumuuliza vipi unaenda wapi blaza, akaniambia mimi naingia Luangwa hapo. Sasa nafanyaje, sababu mimi mwenyewe hapa nataka niingie kwa Luangwa lakini magari nimekosa. Anambia dogo na shilingi ngapi? Mimi hapa nilipo nayo nilionayo ni 3,000 tu. Hapo na bahati mzuri pia kingine, kuna mtu ambaye alikuja na Nganga, kuna issue tunaona alifuatilia mwenyewe. Kwa hiyo anarudi afu hajabeba mzigo wote. Kwa hiyo tukatumia fursa ile ya yule mwenzangu ambaye naye alikuwa anaenda Luangwa, akaongea naye kama sisi yani kama tu tumemsaidia ile ya mafuta. Kwa hiyo tukampa hela, mimi nikampa hela 3,000 ambayo nilikuwa nayo, na pia yule mwamba akajazia hela yake. Kwa hiyo tukampa ile mtu kama rent tumebeba tu kama ile, sio kama bodaboda. Yani yeye tu kwa anarudi kule na ile yani nimemsaidia mafuta, ikawa hivyo. Kwa hiyo kwa upande mwingine naweza nasema kama ile hapa ni miongoni mwa matukio ambayo utakuja kuyasahau. Na pia kitu ambacho najifunza yani sometimes nikitaka kusafiri lazima nizingatie silali kwenye gari, kwa sababu nikilala kwenye gari naona kabisa kuna madhara nayapata kama hayo hapa. Huo ndo mkasa wangu kwa siku ya leo. Okay. Bwana, kama tulivyokuambia, hii ni Wide Media na mimi ni J Smart, presenter official JJ My News Mr Entertainer. Leo katika mkasa tupo na ndugu yetu bwana Jinkash, a boy from TZ. A boy from TZ. A boy from TZ, ambaye yeye alikuwa anatutolea mkasa wake ambao amekupitia katika maisha yake. Alikuwa anatoka safari kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini bahati mbaya sehemu ambayo alitakiwa ashuke kutokana na usingizi kumpitia akajikuta anapitiliza. Kwa hiyo alipata wakati mgumu sana. Kwa hiyo kuwa na sisi kila siku katika kuipata mikasa mbalimbali, lakini kama una story ambayo unataka kutujuza, watu wa Wide Media unataka waisikie, basi tutafute kupitia nambari ya simu 0677633249 au tutafute kwenye mitandao ya kijamii Instagram, YouTube, Twitter pamoja na YouTube. Tunatumia kama Wide Media. Kule Instagram tunatumia Wide Media, Facebook tunatumia Wide Media, lakini pia hata Twitter ambao kwa sasa hivi ni X tunatumia Wide Media. YouTube pia tunatumia Wide Media.
Mimi J Smart presenter official JJ My News, Mr. Entertainer, the owner of Wide Media.